Okay, ndani ya nyumba tumerudi kwa mara nyingine tena. Tumekuja na kigongo kipya kabisa, linaenda kwa jina la Revenge ama Kisasi. Ni bonge la simulizi kweli. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia ili uweze kupata simulizi kali zenye kufunza, zenye kuelimisha na kupata burudani. Uko na mimi kipenzi cha Movie Bravo, hakikisha una subscribe ili mambo yawe bori. Basi bwana, bila kupoteza wakati, duda letu tunalianzia hapa. Tunaanzia katika jiji kubwa kabisa linaitwa Dar es Salaam. Sio kwamba ni geni kwako, ni moja kati ya jiji la kipekee sana hapa Tanzania. Ni bonge la jiji kweli. Basi tunaenda moja kwa moja katika jumba kubwa kabisa, jumba la kitajiri. Kuna mwamba anaitwa Bernard. Mwamba ana pesa kweli. I say, anaitwa Bernard, ila kwa kulingana na pesa alizokuwa nazo tutamuita Mr. Ben. Noma kweli. Mr. Ben alikuwa na familia yake kadhaa, alikuwa na watoto wawili pamoja na mke. Ni mtu wa mishemishe, unajua matajiri bwana, hakukuchi kuna kucha. Mishe kama hizi hazikosekana. Tuachane na huko, tunakuja upande wa pili huku mtaani. Tunakutana na kicheche kweli ambaye alikuwa ametulia, anaitwa Gamba. Ni moja kati ya mwamba kweli. Ni muhuni huyo, anamiliki gengi la wahuni. Yeye kukuibia na kukupiga na kukuumiza sio shida zake. Ni mtu ambaye amemiliki magenge ya wahuni. Wao maisha yao ni kuishi kwa kupora watu, kwa kupiga watu. Ukizingua umeisha, bora tu ukubali utoe vitu. Ni mtu ambaye hani yupo tu. Basi bwana, tukirudi upande wa pili huku, Mr. Ben aliaga mke wake na kumwambia kuwa anaenda kuangalia maendeleo ya watoto huko shuleni. Kumbuka huyo Mr. Ben mwanzo kabisa ni kuombea na watoto wawili ambao mmoja wote ni wa kike, mwingine anaitwa Angel, mwingine anaitwa Lilian. Kwa mchizi ambaye ni Mr. Ben alikuwa na mwaga mke wake aenda kaangalia maendeleo yao huko shuleni. Basi mwamba akafunga safari akaenda paka shuleni, akaitisha watoto wakaja, akaona maendeleo yao yalikuwa vizuri kabisa. Mmoja alikuwa Angel, mwingine Lilian. Lilian alikuwa anampenda baba yake kweli. Basi alipomuona mikumbato mingi kweli, akawa anamfuata kabisa. Mimi baba, nilikuwa nimekumisi kweli. Akasema usijali, nyesomeni, ukishamaliza tutakuwa wote. Akasema sawa baba, kwani tutarudi wote au? Akasema wewe inatakiwa mtulie, hata kama mna likizo ya muda huu natakiwa msudi nyumbani, natakiwa mjisomee kwanza, kumbuka mtihani na karibia. Akasema sawa baba, tunaelewa hilo. Basi bwana Mr. Ben pale kawaaga watoto wake, kisha na kuondoka nyumbani kuendelea na mshimishi zake. Pale alipokuwa umesimama, akatokea mchiza anaitwa Jonas. Akamuuliza Lilian, yule ni nani yako? Akasema kumbe nilikuwa sijawahi kukwambia. Yule ni baba yangu bwana. Si unajua wewe ulikuja unatukuta hapa. Kwa baba yangu hukuwahi kumuona. Yule ni baba yangu. Huyu baba yako? Ndio. Vipi, kwani una wasiwasi yote? Akasema hapana, mimi nilipoona tu nimeshtuka, nilikuwa najiuliza ni nani yako. Basi bwana, twende basi darasani tukapige story. Akasema subiri, mimi kuna kitu nilikuwa nataka tuongee, kwa sababu nilikuwa nataka nikwambie kitu. Kwa sijani kama unaweza kunipa nafasi tukaongea. Akasema sijali, baadaye saa 6 nifuate tutaongea, nitakuwa nipo free kabisa. Akasema sawa. Basi bwana Lydia nikafurahi na nini. Inaonekana ni rafiki yake ambaye anaitwa Jonas. Basi bwana mchizi kama kawaida yake ambaye ni Mr. Ben akaingia zake home na nini ili aendelee na mishemishe zake. Si unajua bwana matajiri. Kirudi upande wa pili huku mtaani sasa, tunamkutana kicheche ambaye ni Gamba. Mwamba kweli. Huyu jamaa hajawahi kufeli kwenye misheni zake. Alikuwa anapanga kikosi chake waingie kazini. Ni mtu tano mzee, ila balaa lao sasa hii halifahamiki kweli. Basi bwana mchizi ambaye ni Gamba, jambazi sugu, sisi tutamuita kaka jambazi. Ni mtu ambaye alikuwa anapanga kikosi chake ili waingie mzigoni wakatafuta hela. Hani wengine wanaenda kutafuta hela kihalali, wao wanatafuta hela kwa kukaba. Noma kweli. Basi bwana Mr. Gamba akawa anazidi kuweka kwenye mfumo, akamwambia kwamba vijana wangu, raundi tunaenda kuiba kwa tajiri mkubwa sana. Hakikisheni mnajikoki, mnakuwa sawa. Sitaki kabisa mtu mzembe. Yaani ukileta uzembe ni mimi na wewe. Jiwekeni sawa, usiku huu tunaenda kuvamia sehemu kuna pesa mengi. Tutahakikisha tunachukua pesa na tunapotea hapa jijini. Tunaenda mbali kwanza kukutulia. Kwa maana yule jamaa ana pesa na nitakiwa tukachukue pesa mingi. I say, mwamba ambaye ni Gamba alizidi kuwajaza sumu vijana wake kwamba usiku wana mission ya kufanya. Noma kweli. Kwamba kuna tajiri mkubwa natakiwa akachukua hizo pesa. Basi bwana, tukiachana huko tunarudi upande wa pili huku
Mr. Ben alirudi nyumbani kwa sababu alikuwa ameenda kuwatembelea watoto wake ambao ni Lilian pamoja na Angel. Akamkuta mkewe akiwa ametulia kwa sababu yeye hakwenda. Akasema, vipi watoto wangu umekuta wako vizuri kabisa? Yaani nimewakuta wako vizuri, kwanza waliponiona tu wakanikimbilia, walikuwa wanaonekana wana furaha. Nikamwambia wasome kwa bidii kwa sababu mtihani inakaribia, wasije wakafeli. Akasema, nimewamisi sana watoto wake. Mama yao akasema hivyo kwamba amewamisi watoto wake. Tunajua bwana, mapenzi kwa mama kwa watoto noma kweli kweli. Basi bwana Mchiza akasema, hamna shida, mimi ngoja nikapumzike kwa sababu usiku wenyewe unakaribia, leo sina ratiba yote ya kutoka. Akasema sawa, ngoja nikuandalie chakula kabla hujaenda kulala ule. Akasema sawa. Basi bwana, ilikuwa ni usiku. Mr. Ben alikuwa ametulia pamoja na mke wake, alikuwa anakula upepo kweli kweli. Walikuwa wanakula wametulia sebleni. Ghafla kuna mtu aligonga mlango. Akasema usiku huu nani anagonga mlango wakati hawana ratiba yote? Mr. Ben akasema kwamba akamtuma mkewe kwamba kaangalie nani anagonga mlango. Basi bwana, mama Lilian pale akatoka pale mdogo akaenda kufungua nani ambaye anagonga mlango pia kwa nguvu hivyo. Alikuja kufungua, akapigwa teke mmoja matata kweli kweli, akaangukia huko. Nani huyo? Huwezi kuamini. Gamba akatia timu ndani ya nyumba. Huwezi kuamini. Kumbe yule tajiri ambao walikuwa wanatakiwa muibie pesa alikuwa ni Mr. Ben. Kumwomba Gamba pamoja na kikosi chake wakatia timu kwa Mr. Ben. Wanakuja kuiba pesa ambazo walikuwa wanaongelea muda ule. Huwezi kuamini. Ukiangalia kule Mr. Ben kamkimbilia mke wake, hali iko mbaya sana. Gamba kakoki mashine, anataka kufanya nini? Basi bwana, episode ya kwanza inaishia hapa. Usikose episode ya pili. Hii mashine ni moto wa kuotea mbali. Hii simulizi ni kali kweli, na kuomba usikose katika episode ya pili. Itakuwaje? Watafanikiwa kuchukua pesa? Sijui. Usikose. Bye bye.